Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine ambapo Mungu ametufikisha masaa haya. Ningependa tu tujifundishe mambo machache. Ningeomba tuombe kwanza ndipo tusome andiko. Mungu wetu uishie mbinguni, tunakuja kwako wakati huu. Baba, tunapoenda kusoma andiko lako takatifu, tunaomba Roho wako Mtakatifu atutawale, atuongoze katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Leo ningependa tu kuongelea kuhusu kukumbukwa tena na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kukumbukwa tena na Mungu. 2 Samuel 9 tuanzia 1. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli, nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Daudi anasema, je, kuna mtu mmoja katika nyumba ya Sauli, nikapate kumtendea mambo mazuri, nikapate kumtendea jambo njema. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingine mambo yanaweza fanyika hadi ukaona ya kwamba Mungu amekusahau. Wakati mwingine mpendwa, unaweza ona ya kwamba hali ambayo unaipitia ya kwamba Mungu amekusahau. Lakini nimekuja leo kukutia nguvu na kukutia moyo ya kwamba Mungu ako na kusudi na lengo juu ya maisha yako. Mungu hawezi kukuacha. Mungu hawezi acha mtu wake kama Daudi anamkumbuka mtu katika nyumba ya Suleiman. Mungu anamkumbuka katika nyumba ya Sauli. Mungu atakukumbuka tena despite of your condition or what you are going through. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakukumbuka. He is going to vindicate you and give you a new life. Bwana Yesu asifiwe. God is going to give you a new life. He is going to start a new chapter into your life. Despite for what people are saying about your life, despite how you are, the way people wanakuangalia, wanasema huyu hana maisha, lakini usife moyo, mtegemee Mungu, mtumainie Mungu, just pray to God, mwambie Mungu, wakati unapopita na kusulu na kubariki wengine,